Leo ndio hapa sasa tunatembea na maneno ya Alikamwe aliyoongea kwamba huyo Soa mliomsajili mnapiga kelele hata wasaidia kitu, na kweli Soa tulomuona wa Singida sio Soa wa Simba sasa hivi. Kuna tofauti gani? Yuko tofauti kabisa, sio Soa wa Singida alivyokuwa anaipambania Singida. Soa alikuwa yuko tayari hata apewe red card kwa ajili ya kuipambania timu, lakini leo Soa yuko Soa na relax tu naye. Wachezaji wa Simba wanafanya nini? Wana relax. Huyo ndio Maema walikuwa wanampigia kelele mashabiki. Ndio maana nikawaambia mashabiki wa Simba, msipige kelele na kuwatukana wachezaji. Hao wachezaji wanatakiwa watoke hapa waende wakaipambanie timu. Haya maswala mnayoyaongea wanayasikia hao, wana masimu makubwa. Umeona timu haijitumi. Huyo tulikuwa tunampigia kelele ndio Maema. Ndio alofanya nini? Alofunga nini? Alofunga goli. Mpanzu leo tena yuko. Ina maana unaona kabisa wachezaji wa Simba hawana ile morali kabisa, nimewashuka, hawana morali. Kitu kinawashusha morali ndani ya Simba bila shaka ni utawala. Kuna baadhi ya tetesi zinasema kwamba Matola ni sababu anatumika na baadhi ya viongozi wa Simba kuweza kuwafanya baadhi ya wachezaji wasifanye vizuri kwenye klabu. Hii inaweza kuwa na ukweli wote? No data, no right to speak. Lakini yani ushauri wangu mimi sasa hivi kama linaondolewa benchi la ufundi, basi mimi naomba lile benchi la ufundi lote liondolewe. Sawa. Kuanzia mameneja sui nani wote waondoke, wote wasafishe, walete watu wapya. Kwa nini tunganganie watu kila siku wao? Mtu ana misimu 8 yuko pale, mwingine ana miaka mpaka 10 yuko kwenye benchi la Simba tu. Ana manufaa gani? Umeelewa? Walete watu wapya, ziletwe na mchanga. Hata huku kwenye uongozi vile tuzione sura mpya. Si watu wanacheza chesi tu, leo kaja huyu, kesho kaja huyu. Simba imepigwa roba na watu wanaoitwa friend of Simba. Yaani wale ndio wameipiga Simba nini roba. Wanafanya kupishana, leo atakaa huyu, kesho atakaa huyu. Umeelewa? Leo anakaa huyu, kesho anafanya anakaa huyu. Hata bosi wetu leo vile anachangia hili. Yaani yeye moyo ilitakiwa huku upande wake wa 49% huku. Atafute watu wapi, hata wazungu alete awaweke kwenye upande wake. Umeelewa? Lakini sio kuwachomoa hawa watu waliokuwepo kwenye upande wa Simba huko. Unawarudisha tena kwenye upande wako wewe. Sasa nini maana ya uwekezaji? Tulichokuwa tunategemea sisi kwamba 100% tumeigawanya kwa 51 kwa 49. Maana yake tupate kitu kipya. Umeelewa? Tupate kitu nini? Kitu kipya. Moyo umeamua ukae 49%. Kaa tafuta watu wako, kaa nao. Weka watu wako.